Najua tumebarikiwa. Asante sana Pastor Mary kwa hilo neno. Bwana sifiwe. Tumechoka. Unajua hii ni ile masaa. Si unajua ile ya kunyemele? Ile ya kunyemelewa. Lakini tuliamua jambo nzuri, tuje we spend in the presence of the Lord. Na nashukuru kwa sababu ni kweli tunafurahia vijana tukiona unajua kuforsake sleep na kuja kuspend in the presence of God. It makes all the difference. Na langu ni kuatia moyo kwa sababu it's never in vain to come and worship God, to come and listen to his word. Sahi ulimwengu umekuwa carried away na mambo mengi, lakini to take time kuja in the house of God ni jambo la baraka sana. No wonder ndio Daudi akasema I was glad waliponiambia twende katika nyumba ya Bwana. Mtu anayekuambia muende katika nyumba ya Bwana ni mtu ambaye anaku-encourage kwa jambo ambalo litakusaidia maishani yako yote. I want to say we are grateful hata kwa ajili ya viongozi wenu. Thank you Pastor David, viongozi wa vijana, Brother Sam, Boni, Zipora na Victoria wote. Alafu tuna deacon wetu, Deacon Maina. Tunapoona pia unajumuika na hawa. Na leo hata tuna wainjilisti. Praise the Lord. Wherever 2-3 gather in my name, I'll be with them. I'll be with them. Mimi huwa ninafurahia sana kwa sababu hii mambo ya kesha tulianza kitambo sana. Na in our youth we kept on seeking God. Na wakati mwingine haujui usoni umekubebea nini. Lakini there's one thing, if you pray you will not go wrong. Unajua kukaa karibu na Bwana anakushauri na anakuepusha na mitego ya shetani. Maana shetani anakuchukia. And the devil hates you. Na anapenda kufrustrate your future. Anapenda kuabort your destiny. Lakini if you choose to stay close to God, anaona mbele na anafichua hiyo hiyo unajua kuna ile mitego inategwa naye, anaitegua mashimo anayazi. So stay close to God. Na usipotoshwe na watu kuambia ati kukaa katika nyumba ya Bwana ni primitive. No, that's wisdom. That's wisdom. Nimekuwa nikiangalia jinsi ambavyo Mungu anatembea na watu wake. If you make God number 1 in your life, hata katika huu mwaka 2026 you make God number 1, he will help you. Utaona hata wakati ambapo watu wanasema bado mambo ni mazito, lakini Mungu ana mpango nawe na atakusaidia. So the only thing that I can urge you ni lile neno tumenenewa, love prayer, love to stay close to God, na alafu Mungu atapigana vita vyako, atakusaidia. Praise the Lord. Tika kesha hii ya kufungua, najua mimi hata wakati ambapo Pastor Mary amemaliza nilikuwa nasikia imetosha, lakini nikasema let me just read one scripture hapa. Shall we stand? Nisome Waebrania. I just wanted to add something about the word of God. Na neno la Mungu ni neno ambalo ningependa uangalie yale ambayo Biblia inasema in Hebrews chapter 4. Na tutaanza mstari wa 11. Kiingereza inasemaje? Word of God. Kitabu cha Waebrania nasema, let us therefore make every effort to enter that rest, so that no one will fall by following their example of disobedience. Yakina nani hawa? Ni Waisraeli. Then inaenda kwa verse 12. For the word of God is living. Now
that tells you something very powerful. The word of God applies at all times. Meaning that what God spoke in the past is applicable even in our today's generation. That's why we say the word of God is living and active. Living and active. And then, nasema sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and joints and marrow. And then, it judges the thoughts and attitudes of the... I think that's very important. In a judge thoughts and attitudes, meaning that neno la Mungu linatujua katika mawazo yetu, inatujua katika nia zetu, our motives. And then verse 13 anasemaje? Nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of him to whom we must give account. We can get seated in Jesus' name. Now, the word of God is active. The word of God is living and active. Na wakati ambapo neno la Mungu linazungumziwa ni living and active, hiyo mazingara ama hiyo context, mwandishi wa Ibrania alikuwa anasema, unaona venye Mungu alipanish wana wa Israeli jangwani? Unaona venye Mungu aliapa akasema hawataingia? The same God even today ako tayari kupunish every disobedience. Hivyo ndivyo Biblia inafundisha. Sababu najua kuna wakati ambapo wana wa Israeli walikuwa jangwani na wakawa watu ambao Mungu amewaonyesha miujiza. Watu ambao wanatembea na the glory of God. Tunasema mchana, si unaona kulikuwa na the cloud ambayo ina represent the presence of God with them. Usiku, the pillar of fire. And you see, Mungu alikuwa anatembea na live miracles in their lives. Mana ambao wanakula, hata maji ambao wanapata kwa miamba, all these were miracles, the miracles of God. Na Mungu alikuwa anawadhihirishia kwamba huyo Mungu ambaye mmekuwa mkisikia kutoka kwa Musa is the living God. Na unaona Mungu ambaye alikuwa anatumia Musa ni tofauti na ile miungu waliona Misri. Sababu yeye mkono wake alikuwa anasema simfupi, unatenda miujiza. Na ulifanya miujiza mingi in Egypt. Tunaona Farao akisema kabisa there is God in heaven. Na tunaona maajabu ambayo yalitendeka, mambo makubwa. Paka wakatoka, kukapatikana great deliverance. What about bahari ya Shamu? Si ni miujiza mikubwa? Wakati ambapo walifika pale wakaona ikiseparate na wakaona majeshi ya Farao yote yameangamia. That was the hand of God. Ni Mungu ambaye anafanya miujiza. Kwa hivyo Mungu alikuwa na expect baada ya kuona miujiza hii yote, hawa watu waendelee ku take the word of God seriously. The word of God seriously. Kwa hivyo alipoona, wameona miujiza hiyo yote, and then hawamtii, hawatetemeki na neno la Mungu. Mungu akasema hawa watu hawataingia katika pumziko langu, hawataingia katika raha. And that's why unaona kwamba when we go to the book of Hebrews, inaonya hawa watu wa nyakati zile, anawaambia eleweni ya kwamba that word is applying even today. God's word must be obeyed at all times. You must obey the word of God. Maana ni neno liko hai. Nyakati za Musa zikawa wamejifunza mambo mengi sana wa Israeli. Tunaona Musa anaondoka, Joshua ana take over, na Mungu anamwambia that word uliopewa na mtumishi wangu ulitafakari usiku na
Why? Kwa sababu Mungu anamwambia hilo neno ulisikia na Musa li hai. Hilo sio neno la wanadamu, ni neno langu. Chunga usiende mkono wa kuume wala wa kushoto. Yani meditate on that word. You see? Kama unataka kufaulu, kama unataka nipelekane na wewe, kama unataka mimi nipigane vita vyako, kama unataka hata maisha ya usoni uwe successful, hilo neno ulipewa na mtumishi wangu Musa sio lake, ni neno la. Kwa hivyo ni living, ni neno ambalo liko hai. Ndipo unaona kwamba Mungu ako very careful, anamwambia it's written but that word is living. Na ndio unaona hilo neno tunaliheshimu sana hata katika kanisa hili. Tunawekea mambo mawili maanani, maombi na prayers and the word zinapelekana. Watu waombe na wasikize neno la Mungu, linaweka Mkristo awe balanced. Kwa sababu the word of God, Yesu akasema mwanadamu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo kinywani mwa Bwana. Inamaanisha it's living. Inamaanisha ni neno ambalo ukilitafakari usiku na mchana linaondoa uongo wote wa shetani na linakusaidia. The word of God is light. Ni mzaburi nasema it's a lamp unto my feet. Ni nuru, inaleta ni mwanga wa miguu yangu. And I want to say every time wakati umejifunza hili neno kulitafakari. Nimekuwa nikitafakari nilipokuwa katika chuo cha Biblia, kuna Bible ambayo nilitamani sana na tulipenda sana tukiwa wanafunzi katika chuo cha Biblia, and I loved that word very much. And maybe before nitamani hiyo Biblia, nilipokuwa secondary school, nilipoingia straight in secondary school, that's the very time nilikutana na one of my fellow students amenunua the first NIV Bible. But kabla ya hiyo nilizoea thou, thy. Na unajua ile ka Gideons, thou. Na kuna kitu sielewi. Na ninapenda sana kusikia neno. The very first time nilisoma NIV, it was from my student, a fellow student. Nikamwambia umetoa wapi hiyo Biblia? Umetoa wapi? Nikamwambia tafadhali nipe hiyo Biblia. Nikasoma, nikasikia vizuri sana. Nikapenda, nikamuuliza tafadhali unipe Biblia tena. Unipe tena. Nikaisoma. Akanipa tena, nikasoma. Lakini akaona ninazoe, akaninyang'anya. Aliponinyang'anya nikasema, hautanipea tena? Nikasema, ulitoa wapi hiyo Biblia? Akaniambia, kama ungependa hii Biblia, tafuta 15,000. Tafuta shilingi 15. Shilingi 10. 15 shillings. And I said, God, where can I get 15 shillings? Nikatafuta pesa, nikatafuta sipati. Lakini thank God, nikafaulu. Nikapata the first NIV Bible. 15 shillings. And I treasured that NIV so much. Nilipopata yangu 15 Kenya shillings, kwanza nilienda nikamwambia Mungu asante. And I thanked God so much. Nikaisoma, nika-underline, nika-highlight, nikafanya kila kitu. Biblia nikaipenda, nika-treasure. That Bible of mine, I loved it so much. Hata afadhali ingesahau na anything else, like that's the Bible that it cultivate a very deep relationship. And I believe that's why I love NIV even today. It impact. That's the Bible I could meditate, because it was my first time kutosikia thou, thine. Sasa nikawa ninaisoma fluently.
na nikaisoma ikanijaza, na nikaanza kutafakari na kumemorize maandiko na hiyo. Sasa listen, I loved that Bible, na wherever I went, hiyo Biblia niliificha, and I loved it. Baada ya miaka mingi nikawa nimeingia chuo cha Biblia. Kuna Biblia moja ambayo tulipenda, inaitwa Chain Reference Bible, and tulikuwa tunaambiana, how can I get this? It's very expensive, sababu ina maandiko yote, na ni NIV ile yangu napenda. So na it's like sisi kama wanafunzi wote tulikuwa tunasema, if only we can afford that Chain Reference. Ni Biblia ambayo inajulikana sana. Sasa hata baada ya mambo mengi tukawa promised, mnapomaliza 3 years Bible college, mtu atakaye perform vizuri atapewa Chain Reference Bible. Tukaambiana na my fellow friend, nani anaweza pata hiyo Biblia? Tukaambiana ni nani? Tukasema hiyo kuipata Boni. Sasa tulikuwa tunaambiana wote. I remember I have my fellow Ugandan. Tulikuwa tunakaa next cube na Uganda. Akaja, alikuwa anaitwa Mwesige akajiambia, I am dreaming to get that chain. Sasa huyu wa Uganda akaniambia, mimi kama kuna kitu naomba ni ile Biblia nipewe ninapotoka hii chuo. Mwesige nikamwambia, hata mimi I admire that Bible. Mana we know how rich that Bible is. Sasa it was a very stiff competition. Kila mtu anataka hiyo Bible. But let me tell you the truth. Tulipofika mahali pakuwa awarded, in fact mimi nilishangaa wakati niliposikia mzungu ameniambia, Josephat, hii ni Biblia yako. You have succeeded to get the Bible. Can you imagine? Najua hata wengine wanapiga makofi, lakini let me tell you, mimi ile furaha, hata I was not believing in my eyes nilipoitiwa na mzungu the Bible. Aliponipatia hiyo Bible, I treasured. Nikaenda nikanyamaza, nikasema kumbe Mungu unaonanga kile mtu anatamani. Nilipoenda chapel that evening, nikaambia Mungu, you have humbled me by giving me that Bible. Nikaambia Mungu, kumbe unaonanga moyoni. Kumbe Mungu, I have been desiring this Bible. Kumbe you have this. By the way, even today that Bible is with me. It is, you can imagine, 1995 to wanafanya hesabu Boni, 1995 to today, how many years? That you are? Sitaki ama, hebu fanya hesabu. Na how many? 30? Nasikia dikonmeni wengine wanasema 31. That? Sasa hiyo Bible, even today I treasure it. Even today I treasure that Bible. Huwa nikiamka asubuhi, the first Bible naangalia, naenda kwa neno la Mungu, and I refer to that. It has a special place in my heart. Kuna wakati karatasi kalilaluka kamoja, nikasema God forgive. Nikaenda nikasema nini nimerarua hapa? And I made every effort. Na nikasema it is that yes. If there is a Bible I treasure in my heart, it's that.
Nimei-underline, nimei-meditate, nimei-highlight, and that Bible has meant a lot to me. Maana ninajua mahali imetoka. So unakumbuka kuna wakati niliuziwa NIV how much? 15 shillings. Sasa hii nilipoiona nika kneel down nikaambia Bwana, you knew my heart. I wanted this Bible. Sasa hata wakati ninapoiweka kwa library, I treasure it. Kuna wakati Kenya ilichafuka 2007, 2008. Kulichafuka mpaka mahali nilikuwa ninaishi. Kuna wakati tuliambiana na Pastor Mary, sasa inaonekana tutahama hapa. Maybe tutaenda kutafuta mahali pa kulala wapi? Tukasema tupaki nguo zetu zote kwa kagari. Ile kagari nilikuwa naye. Tukaweka, lakini nikasema sitaacha Biblia hata Biblia yangu ilikuwa wapi? And I was saying in my heart, nilikuwa ninasema hata kama Kenya itachafuka sitaacha Biblia sitaacha Biblia yangu. I treasure that word. The word of God is living. The word of God is active. Unaposhika neno la Mungu na unalitafakari na unakaa ukiweka kipaumbele in your heart, the word of God ndani yako italeta a lot of impact. Why have I given you that example? Ni kwa sababu neno la Mungu lina apply all generation. Na ukilitafakari, ukiwa na neno la Mungu na unalitafakari all the time, inakuokoa na mitego mingi ya shetani. Alafu kuna mambo ambayo huwa inakuja ya kudiscourage. Wakati mwingine watu wanakuwa so discouraged. Unasikia kana kwamba unaweza kata tamaa, lakini ukisoma hilo neno lina uzima, linaondoa all discouragements. Na Mungu anakuambia no, hiyo situation ambayo unapitia ni kama hii. Na Mungu anakunenea through that word. Wakati mwingine you are peaceless. Unasikia kuna jambo umepambana nalo na limekunyima amani kabisa, lakini ukienda kwa hiyo neno hilo linakuambia no, hata hii ilitendeka during the time of this prophet, this servant of God. Na unasikia umepata nguvu, unasema okay, hata hii itapita. Hakuna kitu kina encourage mtu kama the word of God. Na neno la Mungu sio kama gazeti ambayo leo amesema hivi, kesho wanasema vingi. So when you read that word of God, it will help you. It applies to every situation. Chochote ambacho unapitia, whether ni kazini, whether ni kifamilia, whatever you are going through, that word applies. Na ukisikia venye Mungu anasema, inakusaidia na hiyo situation. And that's why I love the word of God. When you pray and then unakaa karibu na neno la Mungu, nasikia venye Mungu anasema, hata wakati shetani analeta mambo na majaribu, unampinga na ile neno liko ndani ya moyo wa sema it's written. Neno la Mungu limeandikwa. Unaona kwamba linakusaidia. Hakuna kitu ambacho kinaweza letwa kipya na shetani na neno la Mungu halijui, linaelewa hata hiyo hali. So just study the word. Study the word of God. Unajua neno hili ambalo unaona kwamba tunalitafakari ama tunaongea juu yake, Musa alisema it's not an idle word. And let me just refer to Deuteronomy 32. Na nilisema nisome script moja, lakini sitasoma maandiko yale ambayo nimetengeneza hapa. But Brian, enda kwa Deuteronomy 32:40, soma 2:47 peke yake. Ni neno la Mungu, lakini Musa anawaandikia, anawaambia maneno haya sio bure, nawaandikia ndio your own life. They are not just idle. I love that. The word of God is not idle words. They are your life. By them you will live long in the land you are crossing the Jordan to possess. So the word of God is not idle.
Ni neno ambalo lina apply at all. Naona watu wameanza. Alright, tusimame. Tusimame. Unajua wakati watu unaona macho. Oh, pastor. Oh my, oh my, oh my. Kwa hivyo nimeona ni masaa yenyewe, Pastor David. Saa 7. Mimi nikiona sasa mtu ananyemelewa ninaelewa. Saa 7. Hebu salimia watu wawili, waambie the word of God is living and active. The word of God is living and active. Hey Bwana. Hey. Sitapitisha hapo. Unajua wakati watu wanafundishwa nyakati kama hii ni hatari sana. Lakini I just want to say, have the word of God in your heart. It will take you far. It will take you far. It doesn't matter. It doesn't matter. Kama kuna library, weka the word of God in your life. Library. Study. Study. Meditate upon it. Itakusaidia sana. It's active. It's living and active. Baba, asante kwa sababu ya neno lako. Wewe Bwana, neno lako li hai. Na kila wakati ambapo tunalisoma, tunalitafakari, tunalitii, linaleta baraka. Tusaidie nasi kuwa watu wa kulifuata. Mwaka huu uwe ni mwaka wa maombi, na uwe pia mwaka wa kutii neno lako. Tulisome, tulitafakari, na ili neno lako liendelee kutushindania katika vita vyote vya yule muovu, katika jina la Yesu Kristo. Na asante Bwana kwa sababu ya yote ambayo umetujulisha. Tunaomba uelekeze hatua zetu. Neno lako liwe taa ya miguu yetu. Kila tunapofanya, lolote tunalolitenda, Bwana, tutangulizwe na neno lako. Mwaka huu tujawe na utajiri wa neno lako. Tulitafakari usiku na mchana. Tujaze mioyo yetu na neno lako. Popote ambapo tuko, tuwe na utajiri wa neno lako. Tubariki na uwe nasi. Asante Bwana kwa sababu ya kesha hii na wote ambao wamehudhuria. Na waombea baraka, na waombea uhuisho, na waombea Bwana wajawe na nguvu zako wanapoendelea kukutumikia. Na mambo yote ya kuleta heshima na utukufu katika jina la Mungu Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Shangilia Bwana. Amen, amen, amen. Now, sababu najua baada hii tutaondoka na Pastor Mary. Na wataka tu kuomba ombi. Vijana wetu, I just want to say, mwaka uliopita mmekuwa mstari wa mbele kumtumikia Bwana. I want to pray for new strength hata mnapomtumikia mwaka 2026. Hatutaki muwe wa baridi. Na by the way, mwaka huu unajua ndio tunafungua kanisa. Unajua pastor wetu tunafungua kanisa. Mwana habari wangapi wanajua hapa tunafungua kanisa? Tutapoanza kutangaza injili na makrusade. Tunataka tuwe active kuhubiri injili na to make sure tumepanda kanisa by faith. Hallelujah. And then I just want to say, katika huduma zote ambazo Bwana ametuandalia mwaka huu, hatutaki kuwa watu ambao ni wadhaifu. Nataka kuwa strengthened by the Spirit ili kazi ya huduma itendeke. Inueni mikono yenu tunapowaombea baraka katika jina la Yesu Kristo. Baba, asante kwa sababu ya vijana wetu mwaka huu. Tuna kazi nyingi ambazo ziko mbele yetu. Kuhubiri injili. Kuna mambo mengi tutafanya katika huduma. Na tunaomba Bwana nguvu mpya. Tunaomba maono mapya. Tunaomba tuzae matunda. Tunaomba Bwana nguvu za Roho wako zitawale na ziteketeze kazi zote za shetani. Naomba Bwana vijana wetu wakainuliwe, vijana wetu wakabarikiwe. Bwana, tuone hata harusi za ajabu katika mwaka huu wa 2026. Tunatangaza Bwana, andamana nasi.
na utulinde, utukinge na mishale yote ya yule mwovu. Na tunasema Bwana, hakuna silaha ambayo imeelekezwa kinyume na vijana wetu itakayofaulu. Sisi ni zaidi ya washindi, na tunaamini Bwana umetuita, na maana wewe uko ndani yetu, sisi ni zaidi ya washindi. Bariki Bwana hata viongozi wa vijana wetu, endelea kuwatenda mema. Tunasema Bwana, sisi mwaka huu wa 2026 tutakiri matendo ya Bwana, tutaishi kutangaza matendo ya Bwana, tutaendelea kukiri uaminifu wa Bwana, mambo yote ya kuletea heshima na utukufu. Tubariki na uwe nasi, endelea kukumbuka hata Pastor David na hata kanisa ambalo tutapanda. Bwana, mambo yote uyaandae, peana fedha inayohitajika. Wakati mikutano inaanza Bwana, tunaomba mioyo iokoke, watu waingie katika wokovu, na tuone uvuvio wa ajabu, tuone matendo ya Bwana ya ajabu. Endelea kuwa nasi Bwana, viongozi wengine wote ukawatie nguvu mpya, hata dikoni wetu ukawabariki. Tunaombea hata wote wanaosaidiana na vijana wetu katika njia ya mitandao, Brother Caleb hata na Brother Kevin, tunawanenea baraka. Na tunasema Bwana, tunaposonga mbele, tusonge mbele kama jeshi ambayo imejawa na nguvu na uweza wako. Bariki huduma hii, endelea kuwa nasi. Na haya yote tunaomba tukiamini utatenda hata zaidi, katika jina la Mungu Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Shangilia Bwana, amen. God bless you so much. Bwana awalinde, na mwaka huu tunaufungua huo mwaka wa ushi, tukielekezwa na maombi na neno la Bwana. Haziachani maombi na neno, alafu zinafanya a very strong Christian. Mungu awabariki sana. Karibu Pastor David, tuendelee. God bless you. Thank you.